our country is at a crossroad. And we must be very firm to the regime which is in power and to all the leaders within the area. I agree with Mheshimiwa Cosmas Ngula na Mheshimiwa Munyoki. As much as you are looking for that justice, protect people's property. Protect people's life. So, mimi kama Mheshimiwa Matungulu na Mheshimiwa Mule ambaye nilipiga no, nataka kuambia Mheshimiwa Ruto, kitu ya kwanza, toa polisi kwa street. Kwa sababu kazi yao ni kuua watoto. Jana tumeona mtoto wa miaka 20 anauawa katikati ya streets za Nairobi kama mwizi, hajabeba chochote ambacho kina threaten the life of the police. We cannot continue like this. Anaongea hivyo kwa sababu huyu shushu tunazika hapa, tunamzika na heshima kwa sababu ni Mwenyezi Mungu amemchukua saa hii, na dakika ile alimchukua hajachukuliwa na mtutu wa bunduki. Mr. President, I just want to give you an advice. If you don't listen to Gen Zs, you will fall like any other fallen leader in this continent who has refused to listen to his people. Mr. President, tell the police to stop the abduction of the young people and journalists. This morning we have seen your police follow Macharia mpaka kwa police station, na mnamtaka kumchukua kwa police station. Mmemwachilia kwa sababu Gen Z wametuonyesha ukishikwa, chukua video, tuma kwa mtandao. What kind of a country are we in? Mr. President, you have the responsibility and cardinal responsibility to protect Kenyans who voted for you and those who never voted for you in this country. And we are not asking, we are demanding protection of all Kenyans. Na kama umeshindwa na kazi, toka uende Sigoi ukalisha ng'ombe. We remain firm, and we are going to remain firm as Kenyans and as leaders. Umepitia kwa mlango ya nyuma, umeongezea Wakenya wa kawaida bei ya mafuta kupitia a gazette notice without bringing those regulations to the National Assembly. Tuko recess. Nani alipitisha kuongezea hawa wananchi ambao wanalia kilio ya maisha ikiwa ngumu mafuta yao kwa shilingi 9? Mnatuambia tukienda tusiongee. Tutakuambia Yesu arudi na utoke hiyo state house ukalishe ng'ombe. Kwa hivyo, Mr. President, the country is at a crossroad. And I want to remind you, if this country goes down to the drain, you will be remembered as the president who served the shortest time and who killed most of the Kenyans during the shortest time you have been in power. We don't want any more death through gun. We don't want any more death through whatever means. We want all Kenyans to exercise their constitutional right of picketing, demonstrating without interference of the police. And I want to ask Kenyans and Gen Zs, be alert. The day we rejected the finance bill and the day President Ruto withdrew the finance bill, the following day he went ahead and signed the appropriation bill 2024 so that he can continue spending money the way he wants. I want to urge Wetangula, my speaker, please get out of the same bed with the executive. Recall Parliament. We deal with fundamental issues which are affecting Kenya. Wewe ulipewa kiti na umelalia hiyo kiti.